Alikuwa anapiga magoti, akilia kimya ndani ya nyumba ya mwanawe mwenyewe, na juu yake alisimama mkwe wake akimwambia maneno makali yasiyo na huruma. Lakini jambo la kushangaza ni hili: mwanawe Ivan alikuwa anaamini mke wake Nusra ni mwanamke mkamilifu. Hakujua kabisa kilichokuwa kinaendelea nyuma ya mgongo wake, na siku atakapogundua ukweli huu, ndiyo siku maisha yao itabadilika milele. Kama unataka kujua nini kilitokea baadaye, bonyeza like, subscribe na utuambie unatufuatilia kutoka wapi. Sawa? Baada ya miezi michache ya mapenzi ya moto, Nusra na Ivan waliamua kufunga ndoa. Harusi yao ilikuwa ya furaha kubwa. Watu walicheza, walicheka na kila mtu alisema hawa wawili wameumbwa kwa ajili ya kila mmoja. Mwanzoni mwa ndoa yao, maisha yalikuwa kama ndoto. Kila asubuhi, Ivan alimwangalia mke wake na tabasamu. Nusra, wewe ni baraka katika maisha yangu. Nusra naye alijibu kwa sauti ya upole, nitakupenda milele. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu tofauti. Siku zilivyoendelea, alianza kuchoka kuishi na mama mkwe wake. Alianza kuona kama mzigo, mtu anayemzuia kuishi maisha anayotaka. Na hapo, kila Ivan akiondoka kwenda kazini, uso wa Nusra ulibadilika kabisa. Siku moja, alimkuta mama mkwe wake jikoni akipika kwa utulivu. Nusra akasema kwa sauti ya baridi, unafanya nini hapa bila kuniuliza? Mama wa Ivan alijaribu kujibu kwa upole, nilikuwa nataka kusaidia tu. Lakini Nusra akamkatiza kwa hasira, hii nyumba sasa ina mwenyewe, na huyo mwenyewe ni mimi. Maneno hayo yalimchoma moyo sana mama wa Ivan. Alinyamaza, akashusha kichwa. Kuanzia siku hiyo, alianza kuishi kwa hofu ndani ya nyumba ya mwanawe. Lakini jambo la kushangaza ni hili: kila Ivan aliporudi nyumbani, Nusra alibadilika kuwa mtu mwingine kabisa. Alimkumbatia, akacheka naye, akamwambia, nilikumisi sana leo. Na Ivan hakujua kabisa ukweli uliokuwa ukifichwa. Ilikuwa siku ya kawaida, au ndivyo ilivyoonekana. Lakini siku hiyo, Ivan alihisi kitu kisichoeleweka. Akiwa kazini, moyo wake haukuwa na amani. Akaamua kurudi nyumbani mapema, bila kumwambia mtu yoyote. Alipofika karibu na mlango, alisikia sauti. Sauti ya Nusra, lakini haikuwa ya upendo. Ilikuwa imejaa hasira. Alisimama kimya kwa sekunde chache, akisikiliza. Kisha akaingia taratibu. Na kile alichokiona kilimfanya ashindwe hata kuongea. Mama yake alikuwa amepiga magoti. Nusra alianza kulia kwa sauti. Aligundua kuwa kila kitu kimeharibika. Akasema kwa sauti ya kutetemeka, samahani, sikujua ninachofanya. Lakini safari hii maneno hayakuwa rahisi kusamehewa. Ivan alikaa kimya kwa muda, akifikiria kila kitu. Baada ya siku kadhaa za ukimya, Nusra alirudi kwa mama mkwe wake. Akapiga magoti. Naomba unisamehe, nilikukosea sana. Mama wa Ivan alimwangalia kwa muda mrefu. Kisha akasema, kusamehe ni rahisi, lakini kubadilika ndiyo muhimu. Pole pole,
Nusra alianza kubadilika kweli, na Ivan akaamua kumpa nafasi ya pili. Heshima ndiyo moyo wa familia. Bila heshima, hata upendo mkubwa unaweza kuvunjika. Na pia ninawashukuru sana kwa kunionyesha upendo ambao siwezi kuuelezea kwa maneno. Kuna mtu alinirekebisha na kunielekeza mambo ninayopaswa kubadilisha, na kwa kweli imenisaidia sana ili niendelee kuwapatia vitu vizuri na vinavyoonekana vizuri. Kwa hiyo na wewe, kama una jambo lolote la kunishauri, andika kwenye maoni, comments. Tukutane kwenye video nyingine.